Sistangu akawauliza, mnafanya nini na mtoto akiwa hivi? Mtoto mwenyewe hata haongei. Sistangu akamuuliza Njoki ni nini? Ati nasikia gas. Sasa hiyo ndio kitu alisema, nasikia gas. Sasa sistangu venye alibeba mtoto hata gari hawana. Ni kushikania mtoto kumpeleka kwa stage. Akamchukua akampeleka Good Hospital. Wakampeleka huko. Alikuwa anatembea? Hatembei. Wamembeba. Hata kabla akafika Kamulu akashuka. Kushuka sasa mtoto akajikojolea. Watu wa Nduthi wakamwambia, "Ai, huyu mtoto hayuko poa. Hakuna haja uenda nini nyumbani na yeye, mpeleke hosi." Ndio akachukua mtoto tena sasa ndio akampeleka Kangudo. Kumpeleka Kangudo mtoi akalazwa. Sasa mimi wakinipigia mtoto already ako hosi na kuna siku 3. Mimi sikuwa najua. Sasa ndio niliwauliza mbona mjaniambia. Sistangu akaniambia ati Zivo works 20 tunaona ako poa. Sasa hiyo usiku mimi sikulala. Hiyo usiku sistangu mmoja akaenda home, mwingine akabaki alale na mtoto. Sasa venye alibaki alale na mtoto wakaniambia utapigia nani? Sasa utapigia huyu mwingine juu mmoja ameenda home. Yeye hajalala kwa nyumba siku mbili akilalisha mtoto. Sasa huyu mwingine ndiye analala na mtoto. Venye nilipigia sistangu saa 9 ya usiku. Akaniambia ngoja kidogo na kupigia. Nikasikia hapana. Bado niko Saudi. Nikampigia tena. Akaniambia tumeambiwa tupige mtoto transfer. Nikamuuliza mtoto wako serious hivyo? Mnampeleka wapi? Tunampeleka Ruai. Sasa hiyo ako inaitwaje? ICU. Ako kwa machine. Kwa hivyo hata walimpeleka akiwa kwa machine. Sasa nikapigia Hazia sistangu. Ako na gari. Akaniambia Jane, hebu tulia. Sasa juu mimi venye waliniambia nilianza wasiwasi nikaanza kupiga duru. Sasa venye nilianza kupiga duru hata wale tuko na wao kwa nyumba walianza kupiga duru. Hazia sistangu akaniambia Jane, ngojea. Nikamuuliza nigoje nini? Simpige transfer mali umeambiwa. Akaniambia hapana. Unajua ni pesa ngapi? Akaniambia ni 100k mtoto sasa kuchukuliwa. Nikamwambia haina shida. Pesa isikujalisha, siko na pesa. Hebu mpeleke. Akaniambia ni sawa. Mtoto akaenda huko akaadmitiwa. Alienda kama ameingizwa ICU. Mimi nikaambiwa ati mtoto anafaa kumaliza 3 days. Ati akimaliza 3 days kama hajakufa nijue huyo hakufi. Lakini akikufa before hizo 3 days nijue anakufa. Nani alikuambia hivyo? Niliambiwa venye waliambiwa hosi. Ati ICU mtu anafaa kukaa 3 days unatoka. Sasa mimi nikaanza kutetemeka sana, ngoja hizi 3 days ziishe. Haziishi. Yaani naona zimekuwa moba. Sasa hiyo nikurudisha nyuma kidogo. Sistangu venye alienda shule. Mtoto alikuwa ameenda akaambia teacher anaumwa na kichwa. Teacher akamwambia hata sisi tunaumwa na kichwa. Sasa hiyo siku ndio alizidiwa. Akazipupulia. Alafu kuzipupulia anaambiwa ajifulie bed sheet. So the lucky thing kuna msichana wa familia yetu bado alikuwa anasomea hiyo shule, yeye ndiye alifua hizo bed sheet. Sasa sistangu venye mtoto aliingizwa ICU, mimi nikawaambia hapana, mimi lazima ni home. Sasa nikaanza process. Nikaenda embassy. Sasa venye nilienda embassy nikaambiwa uliendaje ukiwa Kenboy? Embassy. Nilipewa connection, nikapiga simu nikaambiwa nitume passport copy, nikatuma passport copy. Nikaambiwa after kutuma passport copy akaniambia nisiende polisi, juu naweza enda polisi nifungwe na unaona ile situation niko. Nani alikuwa advice hivyo? Kuna mkubwa mwingine anakuanga huko. Okay. Ni venye tumtajangi. Akaniambia nisiende polisi naweza shikwa. Venye alisoma nini? Nimeandikiwa kuhepa nini? Akaniambia nisiende polisi. Nikaenda akaniambia nitafute mtu ani-host. Sasa mahali nilikuwa nika distance kutoka tuseme ni kutoka Tao na yeye kutoka mahali kama hapa. Ni place ya 1 hour ukiwa na gari. Akaniambia nitafute mtu ani-host karibu na yeye ama niende kwao. Nikatafuta mtu akani-host. Sasa unajua lazima ani-host nikifanywa process. Nikahostiwa na mtu.
Sasa nikiwa nimehostiwa na mtu, tulikuwa na WhatsApp group. Mimi nilikuwa nimebakisha 3 days. Nikaambiwa nikaanza kunini, sikuwa naingia WhatsApp. Wale niliwacha mahali palikuwa panaitwa Jubel, nikakuja Damam. Sasa niliacha wasichana wenye tulikuwa tunaishi na wao na walikuwa kwa group. Tulikuwa tumejaribu kila kitu, hakuna mahali tulikuwa tumeenda. Nikiwa nimebakisha hizo siku 3, nikaona kama leo, nikaona mtu huyu amepostiwa picha yake. Hizo siku 3 later. 3 days. Nilikuwa nimebakisha siku 3, nilisafiri. Sasa hiyo nimefanya process. Nililipishwa 150k. Nimefanya process na goja home. Sasa niliona mtu yeye amepostiwa kwa group. Nikadhani nini? Kutoka ametoka ICU. Nikadhani mtoto ametoka ICU na nikaonyesha dem tulikuwa na yeye. Nikamwambia alipostiwa kwa group gani? Ya WhatsApp. Group ya sasa yenye watu walikuwa wanachanga. Nani alimpost? Ya mchango. Okay. Mimi nikadhani mtu huyu nikupona amepona. That is after 3 days. Sasa nimebakisha 3 days. Mtoi wangu alikaa, nikurudisha nyuma, alikaa 20 days ICU. ICU.